Kuanza safari yako katika Kristo ni jambo la kusisimua sana na la kubadilisha maisha yako yote. Kutambua kwamba kuna Mungu ambaye anatupenda na kukubali kwamba alimtuma mwana wake Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu ni jambo lenye nguvu. Kulielewa jambo hili ni mwangaza wa kiroho, ambapo tunaelewa kusudi la maisha yetu hapa duniani. Tuliumbwa na Mungu, sisi ni wa Mungu, na tuko duniani kumpenda na kumtumikia. Hata hivyo, ingawa kuwa Mkristo ni jambo la kusisimua, haikosi changamoto. Shetani hapendi watu wanapomkia Kristo, kwa sababu wanakuwa tishio kwa ushawishi wake juu ya maisha yao. Maisha katika Yesu ina wakati wa furaha, na pia wakati imani yako itajaribiwa. Lakini, ukazane kumjua Mungu zaidi na kumfuata kadri uwezavyo na anavyokuelekeza. Waumini katika Kristo wana nguvu ya Mungu aliye hai ndani yao. Kwa hiyo, Shetani huwalenga, akijaribu kwa kila njia kuwavuruga, kuwavunja moyo, au kuharibu imani yao. Ikiwa wewe ni mwamini mpya katika Kristo, au unamjua mtu aliyempokea Yesu Kristo hivi karibuni, hapa kuna hatua ambazo kila muumini mpya anaweza kufuata ili kukua kiroho na kujilinda dhidi ya mashambulizi ya kiroho. Kwanza, kubali na ukumbatie Injili. Katika kitabu cha kwanza cha Wakorintho, sura ya 15, Mtume Paulo anatangaza Injili ambayo huokoa. Injili ni Yesu Kristo. Sababu kubwa ya Yesu Kristo kuja, kufa na kufufuka ni kuwa Mungu Baba anatupenda na anapenda tuunganike naye kwa vyote. Hatua ya lazima kabisa ya maisha katika Yesu Kristo ni kuamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Basi mkaribishe Yesu kama Mwokozi wako binafsi. Hatua hii ni mwanzo wa uhusiano wako na Mungu. Tubu dhambi. Kutubu ni kukiri dhambi zako zote uliyoyatenda, kuomba msamaha kwa Mungu, na kufanya uamuzi wa kuziacha tabia zinazokutenganisha na Mungu. Toba si hukumu, bali ni kukumbatia msamaha wa Mungu, kuacha maisha yako ya kale, na kuishi maisha mapya kwa neema ya Mungu. 3. Soma Biblia. Neno la Mungu ni silaha ya kiroho. Bila neno tuko dhaifu mbele ya majaribu ya adui. Tenga muda wa kusoma na kutafakari maandiko ya Mungu. Unaweza kuanza na Injili kama vile Yohana au Marko, ambazo zinaelezea maisha na mafundisho ya Yesu. 4. Sali. Sala ni mazungumzo yako na Mungu. Mwambie hisia zako, mashaka yako, na shukrani zako. Sema naye kwa moyo wako wote. Sikiliza na tafakari neno la Mungu ukiomba. Ruhusu Mungu aseme nawe kupitia Roho Mtakatifu. Ukijenga tabia ya kuomba, utaimarisha uhusiano wako na Mungu. 5. Tafuta ushirika wa Kikristo. Kuwa sehemu ya Wakristo wengine hukuza imani, faraja, msaada, na mafundisho ya pamoja. Omba Mungu akuelekeze kwa mwalimu halisi wa Injili na Wakristo wanayoweza kukusaidia katika safari yako ya kuwa ndani ya Kristo. Ushirika wa pamoja huimarisha imani yako na hutoa fursa ya kuonyesha na kupokea upendo wa Kristo. 6. Ikiwa hujabatizwa, ongea na viongozi wa kanisa lako. Ubatizo ni ishara ya wazi ya maisha yako mapya katika Kristo. Tafuta nafasi za kuwahudumia wengine. Kushiriki imani yako huwajenga wengine na hukukuza kiroho. 7. Maisha katika Kristo inahitaji uvumilivu. Kumbuka, ukuaji wa kiroho huchukua muda. Kuwa mvumilivu na ujifunze matakwa ya Mungu Baba kwa uaminifu. Kila safari ni ya kipekee. Hatua hizi ni mwanzo mzuri wa safari yako katika Yesu Kristo. Mungu akuongoze na akutie nguvu katika hii maisha ndani ya Kristo Yesu.